Sawa. Hii au hii ulikuwa unaenda na modification hii exhaust ya nyuma? Hii hapa tu nilikuja nayo leo hii. Ulikuja kukata. Je, kuna namna yote unaweza kufanya hii exhaust itokee huko? Ile kisaidia. Inaishia hapo. Je, haina kelele kwa maana kwamba naangalia hii mafla hamna hapa, hamna kelele ukiwasha sio haidi. Na kelele kwa ikiwasha hapa itakuwa na kelele. Kelele. Unafikiria nini kuhusu kupunguza kelele? Kupunguza kelele? Hapa inabidi weke turbo. Alafu na ile ya huku kwenye kableta huku. Kwa ukiweka turbo kelele itapungua. Turbo ni nini? Turbo tuseme ni kifaa injini isiwe na kelele. Ni kifaa maalum ili injini isiwe na kelele. Wewe hii turbo ulijulia wapi? Turbo ulijulia wapi? Turbo tu nikaijua tu kwa sababu kwa kununua injini. Anyway, sasa tuambie gia unaingizia wapi? Gia hapa. Kama kwa hii ndio gia. Na clutch iko wapi? Clutch hiyo. Kwa hiyo tuseme ukikanyaga clutch hapa. Haya, nimekubali bwana. Haya. Nani na accelerator? Hii. Hii ndio accelerator. Kwa ukikanyaga hapa hapana shaka ni mwendo mdundo. Mwendo. Hii ni nini? Hapa niweka breki. Na inafanya kazi? Sasa hivi kwa sababu sasa hivi haifanyi kazi. Niliweka kama mti huku. Ndio ilikuwa inashika. Sasa hivi nilipoweka hii chuma hii, haiwezi kashika, lazima mpaka unganishie hapa kwenye nani hapa. Kwa unafikiri kutafuta namna ili kuona ikishika hii ukikanyaga hapa breki? Sasa wewe unafikiria kuweka breki ya nyuma na mbele au unafanyaje? Hapa niseme namna hapa nayefikiria mimi. Haika tu breki tu ya nyuma. Ya nyuma. Aha. Mfumo wa kuwasha starter hapa. Hii ndo starter. Na sehemu ya funguo hii hapa. Haya ndio yanashindikana. Sawa, kwa hiyo tuseme hapa ndo hii ndo starter, maana ukigonga hapa unapiga na unakanyaga hiyo nani? Clutch. Muda ukawasha hapo unakanyaga hivi mafuta kidogo. Na mfumo pia inawaji taa, si ndio? Kwa hiyo hapa taa tuwasha hapa zitawaka. Taa zinawaka. Hii ya upande wako naona? Okay mwanangu. Mpaka ufanye maneno fulani. Kwa taa zinawaka. Mafuta unaweka wapi? Mafuta hapa. Hii ndio tengi ya mafuta. Ukiweka mafuta yako huko chini umetengeneza, mambo yanakwenda. Yanakwenda mambo vizuri. Ina uwezo wa kubeba mzigo huu kiasi gani? Mimi kubeba mzigo sijajaribu, lazima utengenezee bodi lake ndio ujaribu kubeba mizigo na tena. Au unaweza ukapakia mizigo. Jaribu. Haya. Of course, labda nyewe njoo kwanza kwa mbele. Tusogee kidogo. Njoo kwa mbele tuonyeshe. Kameramani njoo kuonyeshe jinsi bwana turudi hivi kidogo. Injini ilivyo. Simama hapo toka. Tuone injini ilivyo. Tuele fungua hapo injini ilipo tuone. Injini ni ndani. Kwa hiyo hapo mbele kuna battery, kuna nini na kila kitu. Fungua na huko kote. Fungua kote ambako kunawezekana. Kumbe sehemu zote zinafunguka hivi. Sawa. Sasa tueleze hapa kwamba tunaona hii mimi naiona ni injini ya pikipiki, si ndio? Kwa hiyo hapa kinachofanyika, hebu vitu vinavyoonekana unaweza ukavisemaje? Hapa vitu. Tuseme hapa ni hivyo. Kaenda kwa fundi kule kuchomelea, naenda kuchomelea hivi hapa, chuma hivi. Hizi mount hizi. Naweza kweli hizi kaenda kafunga huku kwenye mbao. Haya bwana. Tuseme kwamba hapa mtazamaji, hii unayoona ni injini hapa. Ina kila mfumo, hii ni injini kama unaona ni injini ya pikipiki, lakini huko ndani tunaona tuna wiring,
tuna hii kiki inaitwa nini? Rectifier. Hii inaitwaje? Sio? Rectifier ambayo hii ndio inafanya tu mambo gani iko huko. Ya battery. Na ina charge battery. Battery. Lakini hii tunaona hii ndio inaenda kwenye itakuwa coil hiyo. Ignition coil. Okay, sawa. Kwa hiyo tunavyoona vitu vyote hii CDI iko hapo. Kwa tuseme wiring nzima hapa iliyotumika hapa ni ya pikipiki. Si ndio? Sawa. Sasa fundi wake bwana njoo. Sasa wewe kitu gani ambacho kilikuonyesha, yani ambacho uliamini kwamba nitakapoweka hapa sitafeli? Kwa sababu bwana mdogo alikuwa hana ujuzi wa kutosha kuhusiana na masuala mazima ya ufundi. Wewe ndio ulikuja ukamfanyaje? Ukamfunia wake alikuja akamount engine hapa, si ndio? Sasa hebu tuambie wewe, kwa sababu huyu bwana kwenye mambo ya pikipiki yeye bado hakuwa fundi. Wewe ndio ulifanya hapo. Tueleze sasa. Hapa mimi nikamwambia tu anunue betri, akinunua betri anunue na hivi rectifier, anunue na ignition na CDI huko, nitamtegea kila kitu kitawaka fresh bila shida. Ulikuja ukatega hapo, piga mzigo umeitika. Umeitika fresh. Sawa, bwana Daniel. Tuambie unafikiria nini, kwa sababu tunaona hapo umelazimika kutoboa hapa ili hii tanki ya mafuta ipate nafasi kutokana na ukubwa wake. Sasa unafikiria nini kuhusiana na tanki ya mafuta? Kwa sababu unaona shape yake yani ilivyo. Kaona kwamba unaona mpaka itoboke huku juu. Na hii ina uwezo wa lita 1, sio? Sasa ikiwa unataka kuenda umbali mrefu, labda unataka kwenda tuchukulie Gairo, sinabidi utembee na dumu uwe unawekea yani unaweza ukachukua kama lita 5. Unaweka unajaza mafuta yako. Utaweka huko, ikiisha utaweka mengine huko. Utaweka mengine. Je, una namna yote ya kufikiria kuboresha hapa ili angalau iwe kubwa? Hapa kuweka kubwa. Inawezekana. Natakiwa weke hapa kubwa, natakiwa kama ukiweka lita 5 huko natakiwa ichane. Naangalia hapa na huko. Kwa nini usiseme uangalie eneo la ndani ili ikiwa mtu asione wapi penye? Au ukiweka huku, unaweza ukaweka chini, alafu mafuta haina nani huku ya kuvutia mafuta. Kwa uliweka juu ili iende kwenye engine. Dogo wewe. Kwa uliangalia pia kigezo cha kwamba ukiweka chini hayapandi. Hayatapanda. Mwamba. Basi bwana tuseme tunashukuru sana. Tunashukuru sana bwana Daniel. Tuseme kwamba labda sasa mtazamaji, kijana huyu ameonyesha ubunifu hapa. Yeye kaishia darasa la 3. Kasoma darasa la kwanza, la pili, la 3. Kuna wengine ambao wewe umeenda mpaka kidato cha 6, si cha ngapi, lakini wewe ukashindwa na huyu bwana mdogo hapa. Hakuna mtu ambaye ameweza kufanya kitu cha ubunifu kama hiki. Hajashauriwa na mtu, hajafundishwa na mtu, yeye peke yake. Inawezekana bwana mdogo angeendelea na shule angekuwa ni mbara jingine. Lakini mimi nadhani kwamba Daniel nafasi bado unayo. Nafasi bado unayo. Kwa maana ipi? Yaani hata kitokea leo mtu akasema bwana mdogo huyu bado alikuwa umeoa. Sasa kwa kama mtu anasema bwana mdogo, ngoja mimi nikupushi kwenye shule ili tuje tuongeze na ubunifu wako. Si unataka hiyo unapenda? Kujidamka. Unaweza kujidamka. Hapo kwenye shule unaweza ukasoma. Alafu unaweza ukasahau kutega hichi chombo hichi. Kwa hiyo naamini kwamba kusoma ni jambo moja, lakini akili ni jambo jingine. Yaani kwa maana wewe unachoamini kwamba yani maarifa yale ni zaidi ya kusoma. Lakini sawa, sasa lile la kujua tu kusoma na kuandika lile au utajifunza mwenyewe. Kujifunza hapa kuandika na kusoma. Sasa tukaa na mtu anakufundisha, unasoma, naandika hapa. Unakisoma hapo na ukaandika nini? Unajifundisha mdogo mdogo. Hata ukitaka spare uandike mwenyewe, nataka spare fulani. Sasa mimi nataka nikuulize. Wewe hizi fedha 450 umetoa wapi? Sema ukweli. Kule nyumbani kwetu na shughuli nyingi, kuna kupasua mawe. Nilikuwa napasua mawe kidogo kidogo. Nikiza kama tipu 2 naingiza kwenye gari yangu. Unaingiza kwenye gari yako. Wazazi wapo? Wanakusupport kiasi gani kwenye ubunifu wako? Nisema wazazi wangu alikuwa anasema akitawezekana kama ukitengeneza kama inatembea yenyewe, hawajanichangia kusema. Lakini kuna hiyo support, unajua sio hela, sio lazima hela. Kuna ile mtu anapenda kitu unachokifanya, anakuambia bwana koma. Je, na hiyo nayo hawajakufa? Hiyo wamekusupport. Yaani kwa maana kwamba unakifanya, mfano usiangesema mabati si yalikuwa nyumbani kwenu.
Walikuwa labda achana na mabati yetu bwana. Hajakataza mabati. Kwa hiyo ndo support sawa. Kwa maana kwamba wao wanabariki kipaji chako. Kwa sababu swala la kukusaidia kipato inategemea. Tunataka na kipato au asiwe nacho. Lakini umetafuta kwa mkono wako, si ndio? Kusema nilipoona anatembea walikuwa ni muhimu mkubwa, anasema hata tuone linavunjika hilo. Mimi nikatengeneza hivyo alijavunjika. Ina muda gani tangu tutengeneze? Mimi kusema kweli hiyo na muda mwingi kutengeneza. Nilikuwa natengeneza kidogo, naenda kutafuta hela kidogo. Kwa hiyo tuseme takriban imechukua muda gani? Mwaka hujafika. Miezi 6. Miezi 6 imefika. Miezi 6 inaonekana ishafika. Kani kila kitu chipo. Naweza kutengeneza nini? Kwa maana kwamba wewe uwezo wako wa kifedha pamoja na upatikanaji wa hizo materials ulikuwa unazitaka ndio inasababisha muda uwe mrefu. Kwamba hivyo vifaa vyetu vilikuwa navyo wakati moja ungetengeneza hata wiki moja tu kamaliza. Sasa kwa mfano unafikiria nini kubadilisha hizi tairi ambazo ni mbao? Unajua mbao inaweza mtu akaiwasha moto au ina nini, unafanyaje? Hapa kubadilisha lazima uweke chuma huko. Uweke tairi ambayo ni mtu akitokea akisema akupeleke ufundi wa mekaniki unaenda? Zaidi unataka kujifunza nini? Mimi tu anachotaka nitengeneze natengeneza. Lakini ikiwa gari ndio natengeneza. Ni gari. Ndoto yako ni kwenye gari. Kwa hiyo ukipewa vifaa tu kabisa gari unaliunda unatengeneza vizuri. Basi tuhitimishe tukusema kwamba unaweza ukaenda shule na usielimike. Lakini unaweza ukabaki nyumbani ukaelimika. Kwenda shule ni jambo moja, kuelimika ni jambo jingine. Bwana Daniel yeye huyu ameelimika pamoja kwamba hajamaliza shule, kaishia darasa la 3. Inawezekana mwalimu wake akisikia anaweza akatamani kwamba kijana huyu kama kulikuwa namna ya kumtia moyo endelee na shule angeendelea. Anasema yeye kudamka ndio ilikuwa changamoto. Saa 11 na baridi ile namna gani bibi. Ndio ile msababisha akaona afanye apumzike. Sasa Daniel miaka 15 amebuni chombo hiki, ametumia 450. Lakini kuna watu leo huyu wana miaka 30. Ukimwambia toa 450 afanye? Hana. Kwa lugha tunyepesi Daniel angekuwa hata na mke angeweza kutunza kwa sababu kipato chake inaonekana anapambana, anasema anapasua mawe, anakomaa. Kwa mimi niseme kama kuna namna ambavyo unaweza ukaona video hii ni ya msingi. Kijana huyu yupo, mawasiliano yapo, tutayatagi hapa kwenye. Unaweza ukasema namna ambayo unaweza ukamsaidia, ukamshika mkono tuweze kumsaidia. Yeye maombi yake anasema tu mtu akitokea kumpeleka VETA akiwa na elimu yake hiyo darasa la 3 apelekwe VETA, na ndoto yake kubwa anasema yeye anataka kuwekeza kwenye magari, kwenye ubunifu. Tunaweza tukamsaidia huyu kijana kesho kutwa ikatimia ndoto yake, lakini pia akawashika mkono hata walioko nyuma yake. Wazazi wake wanampa support kwa maana ya kukubali kila anachokifanya, lakini jamii nao mzunguke na msupport. Ndio maana hata leo sisi tunalazimika kusafiri takriban kilomita 250 kuja kumuona huyu kijana ili tuweze kujua anafanyaje. Bwana hiki ndio chombo cha bwana Daniel. Ukitaka kumsupport kwa namna yoyote ile, kwa kumpigia simu, unaweza kumpigia kupitia namba ambayo itawekwa kwenye kioo, lakini tu kwa kuisoma ni 0683832238. Huyu anapatikana katika kijiji cha Rubeho, kinachopatikana Rubeho ambacho kipo katika halmashauri ya Gairo mkoani Morogoro. Tunaweza tukamsupport kijana huyu chombo hiki tukaja kuona maboresho yake hapo mbele. Mimi ninaamini hii inaenda. Kwa mpaka wakati mwingine, asanteni sana.